Ujambo, siku ya leo ni nakusalimu mahali ulipo kwa sababu ya kuwa msikilizaji wangu mwema na umekuwa ukifuatilia channel yangu ya YouTube. Kumbuka kuweza kusikiliza hadi mwisho ili tuweze kufahamiana zaidi na uweze kupata content hakika yote tutakayozungumzia siku ya leo. Na ningekuomba uweze kuenda hapo chini uweze kusubscribe Muhimbi Jeremiah na uweze kulike na comment video zangu hakika, na uweze kushare. Ni muhimu sana katika maisha haya tunaishi. Kumbuka ya kwamba uwezi ukategemea tu kile ambacho unachojua wewe mwenyewe. Lazima utahitaji kuweza kusoma kutoka kwa wengine, na utaweza kubarikiwa sana katika maisha yako, na utakuwa na uwezo wa kuweza kujua mambo mengi sana katika maisha haya. Maana hujiwezi peke yako ukiwa hapa duniani. Lazima utategemea watu wengine ili kuweza kujenga dhamana katika maisha yako. Siku ya leo ningependa tuweze kuzungumzia swala nzito sana siku ya leo, ambayo ni swala nyeti, ambayo hakika watu wengi wamekuwa na maswali chungu nzima na wako na mtazamo tofauti katika maisha haya. Huenda mtazamo wangu sio mtazamo wako lazima, lakini tutaweza kujadiliana kuhusu jambo moja au jambo lingine ambalo litakalo tuwezesha kuweza kujua ni vipi tutakavyoweza kusaidika katika masuala haya. Ningependa tuweze kuzungumzia kuhusu swala la ni lazima uoe ama kuolewa. Hilo ni swala ambalo limekuwa swala nyeti sana, hasa kwa kizazi ambacho kinaishi siku hizi hapa duniani. A generation ambayo inauliza maswali mengi sana kuhusu ni lazima waoe ama si lazima waoe, ni muda gani wa kuoa mzuri ama ni muda gani ambao sio mzuri wa kuoa. Ni maswali baina ya maswali ambayo hakika yanawapa watu wengi changamoto katika maisha tunayoishi, na ningependa tuweze kujua hakika swali hili tuweze kupata jibu lake ni kwa lazima tuoe ama si lazima tuoe katika maisha haya tunayoishi. Kumbuka ya kwamba ningependa niweze kukujulisha siku ya leo swali ambalo ni lazima uoe ama si lazima inategemea na wewe binafsi. Vile ambavyo unavyoliona ama unaweza kuliona ama kukaliangazia katika mawazo yako. So nataka nikupe sababu mbili za kwa nini ambapo ni muhimu kuweza kupata mke ama mume katika maisha tunayoishi. Huenda uko na mtazamo tofauti, lakini nataka kuonyesha jinsi ambavyo hakika ni muhimu ama sababu ambazo hakika zinaweza kuweza kukusaidia katika maisha haya unapozidi kuangalia ni jinsi gani unavyoweza ukapata mke ama ukaoa, na ni vipi tunavyoweza kusaidiana katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba ninapozungumzia kuhusu sababu mbili kwa nini unatakiwa uweze kuoa, ninataka tuweze kuzingatia zaidi katika maandiko ama katika Biblia. Ni vipi ambavyo ama ni katika Mwanzo, sheria ambayo hakika ni ya Mwanzo inasema nini kuhusu mambo ya kuoa na kuolewa katika maisha ya mwanadamu. Kumbuka ya kwamba tunapozungumzia kuhusu mambo ya ndoa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, hakika inazungumzia jambo hili, ambapo maandiko inasema ya kwamba tunasikia ya kwamba Mungu akisema ya kwamba na akaona si vyema mwanadamu awe peke yake, akasema atamuumbia msaidizi. Kumbuka ya kwamba maneno yale ambayo Mungu anayotamka katika mwanadamu ni maneno ambayo ni mazito sana, yanaashiria umuhimu wa ndoa katika maisha ya mwanadamu. Ana maana ya kwamba hiyo ndiyo sheria ya kutanjwa kwanza katika mawazo ya Mungu. Anafikiria kwamba ndoa ni muhimu sana, ama kuweza kupata companionship ni kitu ya muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Na maana Mungu ndiye alianzisha hii institution ama hii shule ambayo ni ya ndoa. Lazima tunaegemea katika mipangilio aliyoiweka kutoka mwanzo. Maana
kama unapotaka kujua kitu na vile ambavyo inatakiwa, unaangalia sheria ambayo inaitwa the law of the first mention. Na tunapozingatia sheria ya the law of the first mention, mahali ambapo tunaona Mungu mwenyewe anatengeneza familia ni wakati ambapo anasema ya kwamba aliumba mwanadamu na akamweka. Maandiko yanasema ya kwamba kati ya vitu zote ambazo Mungu aliumba, including wanyama, ndege na wanyama wa majini na wanjikafu wote, aliwapa mwanadamu, akapata kumpa na akamwambia kwamba wape majina wote, na mwanadamu akafanya vile, na alikuwa na uwezo wa kufanya vile, wa kuita majina wanyama wote na ndege wote waliopita mbele yake, na alikuwa na uwezo, maana alikuwa amepewa uwezo wa kuweza kutambua mambo haya na kuweza kuwapa majina. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu mwenyewe akasema ya kwamba akaona hizi vitu zote hakuna kinachompa mwanadamu raha katika maisha yake. Bado mwanadamu anazidi kufaa sura ambayo haitabasamu na haiwezi, sura yake inaonyesha ya kwamba kuna upweke fulani katika maisha yake. Ina maana ya kwamba mwanadamu peke yake ana upweke fulani, na mwanadamu peke yake, maandiko wakati ambapo Mungu anasema ya kwamba akaona si vyema mwanadamu kuwa peke yake, atamumbia msaidizi. Ina maana ya kwamba kulingana na Mungu, ama kulingana na the law of the first mention, Mungu alionelea si vizuri mwanadamu awe peke yake. So si vizuri wewe kama mwanaume uweze kuishi peke yako. Si vizuri kama wewe mwanamke kuishi peke yako, maana Mungu aliona kuna upweke. Mungu aliona ya kwamba maisha ya ukiwa peke yako itakuwa ni maisha ambayo hakika ni mzigo mzito katika maisha ya mwanadamu, na ndiposa akasema ya kwamba akaona mwanadamu hawezi atosheki na wanadamu waliomzingira, akaona ni vizuri ampe msaidizi. Ina maana ya kwamba katika maisha tunayoishi, usije ukajinanganya ya kwamba unajiweza. Hakika mwanadamu anjiwezi peke yake, na kulingana na Mungu ndio sababu aliweza kueleta ili tuweze, watu waweze kusaidiana. Akamleta mwanamke, akampa Adamu, akamwambia ndio huyu, na Adamu akafurahi sana. Ina maana ya kwamba wakati ambapo mko wawili na mmekuwa kitu kimoja, kuna furaha fulani ambayo inakuja katika nyinyi wote wawili, na mnasikia kwamba kuna companionship katika maisha tutakayoenda kuspend pamoja katika maisha. Na hiyo ni jambo ambalo ni la muhimu sana, jambo ambalo nimeweza kulizungumzia, ambalo nimesema kwamba sababu moja muhimu ya kuonyesha kwa nini unatakiwa uoe ama uolewe. Pengine unaweza kuwa na mtazamo tofauti, lakini kulingana na the law of the first mention, kulingana na Mungu, kuanzishwa kwa ndoa, maana yeye ndiye alianzisha, ili alikuwa na mtazamo ambao hakika alipenda tuweze kuufuatilia na tuweze hakika kuweza kuona hakika unapendeza, maana maisha ya mwanadamu peke yake hatajiweza. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo haya, lazima ujue kwamba ni muhimu kuwa na mwenza, ni muhimu kuweza kupata mtu ambaye mtakayosaidiana mambo katika maisha haya tunayoishi. Maana ukiishi peke yako, kuna mambo mengi ambayo hutayaweza katika maisha haya tunapozidi kuzungumzia kuhusu mambo ya familia na mambo ya ndoa, ama mambo ya maisha haya tunayoishi. Kumbuka ya kwamba mambo ambayo hakika yatakuja katika maisha yako hautakuwa na uwezo ya kuyatatua, lakini mkiwa wawili mna uwezo wa kuyatatua. Maana maandiko pia inasema ya kwamba wawili si kama mtu mmoja, wana nguvu ya kuweza kufanya mambo na wakafaulu. Na pia inasema ya kwamba hakika kama ambayo ni la nyuzi tatu itakuwa ngumu sana kuweza kuifuta ikatike. So ina maana ya kwamba tunapokuwa katika umoja, tukiwa watu wawili kama familia, kama ndoa, ina maana ya kwamba hatutaweza kusambaratika haraka. Kuna kitu kitakuwa kimetuunganisha pamoja, ambao hakika tutakuwa na nguvu katika maisha ya ndoa, na tutaweza kwenda mbali sana katika maisha ya familia na katika maisha ya ndoa. Kumbuka ya kwamba upendo una foundation zake, ama ndoa ina foundation zake. Na huenda pengine kuna watu ambao hakika wakati walipokuwa wanaanza mambo ya mahusiano, wakitafuta ndoa,
kuna watu ambao pengine wanajenga ndoa zao katika misingi ambayo sio dhabiti. Kumbuka ya kwamba kitu ambacho kinaitwa ndoa ni nyumba ambayo hakika inatengenezwa, na kama nyumba, kama unataka kwenda mbali katika ndoa, lazima misingi yake iweze kuwa dhabiti sana, ili kuweza kustahimili uzito wa nyumba yake, nyumba ambayo hakika unataka kuijenga. So wapo watu ambao wakati walipoanza familia ama walipoanza maisha ya ndoa, hakika walijenga ndoa zao katika foundation zao zikawa sio dhabiti. Kumbuka ya kwamba hatujengi foundation zetu katika ndoa na katika misingi ya feelings ama katika decoration. Wakati tunapozungumzia kuhusu maisha ya ndoa na misingi ya ndoa, hauwezi ukajenga ndoa yako katika misingi ya decoration, maana decoration inaweza kuja baadaye, wakati ambapo hakika umeweza kuestablish foundation ambayo ni nzuri sana katika maisha ya ndoa ama katika familia. Kumbuka ya kwamba kunaye mtu ambaye pengine siku ya leo alifanya mistake wakati ambapo alikuwa anafanya foundation ama anatengeneza foundation ya ndoa katika maisha yake, na ikaenda ikabackfire, ikawa sasa ndoa yake haikuweza kufaulu ama ikaendelea vizuri sana, baadaye wakaweza kudivorce na ikawa ni unfortunate. Na mtu kama yule pengine huenda anasambaza injili ya kwamba ndoa ni scam. Wapo watu wengi sana katika mitandao wanasambaza ufumi ambao si wa kweli, ya kwamba marriage is a scam. Marriage sio scam. Unapoipanga vizuri na unapojua ni nini unachokifanya katika ndoa, hakika utakuwa na ndoa ya kufurahi. Mtafurahi sana katika ndoa, na hakika mtaweza kufanya mambo mengi sana katika ndoa, mambo ambayo hakika yataweza kubadilisha hata ulimwengu. Wacha tu mambo ya familia peke yake, bado familia yenu itaacha legacy, itakuwa na matokeo ambayo ni matokeo makubwa, maana kuna uhusiano pale wa pamoja. Kama mtakuwa na amani katika familia na katika ndoa yenu, ina maana ya kwamba ndoa ambayo itakayotengenezwa pale, maisha itakayokuwa pale ya familia, itakuwa ni maisha yenye hakika ni mambo ambayo yako na uzito fulani katika maisha yenu ya familia. Na kumbuka ya kwamba unapozungumzia kuhusu maisha ya ndoa, yapo mambo mengi ambayo mwanadamu, wakati ambapo tunatafuta kuweza kuoa ama kuolewa, kuoa na kuolewa ni muhimu sana katika maisha haya, maana kuna kujifunza kutoka kwa mwingine, maana wewe mwenyewe hujiwezi, na hakika kila mmoja tunapozungumzia maisha haya ana udhaifu, na mnapokuja pamoja, kila mtu ana udhaifu wake ambao hakika anakuja nao, ambao lazima tunakuja ku strengthen one another. Kitu ambacho hakika uko na weakness nacho, mwenzako ana weakness, ako na strength, na katika njia ile unapata ya kwamba nyote mmeweza kuweka uzito pamoja, na mmeweza kusaidiana, na kile kitu kikaweza mkawa hakika mmekava weakness zenu, wakati ambapo kila mmoja mnaweza kuinuana. Kumbuka ya kwamba maandiko inasema ya kwamba mmoja akiwa chini mwingine atamuinua. Watu wakiwa wawili kuna umuhimu wake, ambao hakika mmoja akiwa chini anaweza kuinuliwa na mwingine na akaweza kuinuka na wakatembea pamoja. Kumbuka ya kwamba maisha haya kila mmoja ako na weaknesses, na tunapoingia katika maisha haya kila mmoja anapatikana ya kwamba hakika kuna kitu ambacho ako very careless, ambacho hakika mwenzake anakuja kuweza correct. Kumbuka ya kwamba unapokuwa unatafuta mke, kama wewe ni mwanaume, au tafuti a slave, au tafuti mtu wa kuja kufanyia kila kitu, tayari unapaswa kuwa hakika kuna mambo ambayo unazidi kuyafanya ili uweze kuja kusaidiwa. Maana mwanamke katika maandiko, Mungu anamuita msaidizi ambaye anakuja kukusaidia tayari ukiwa unafanya mambo kawaida, lakini inafika mahali mambo yanakulemea. Hapo ndipo inapaswa hakika unahitaji mtu. Useme ya kwamba unajiweza. Hakuna mwanadamu naye una uwezo wa kujiweza. Hata mwanamke peke yake hajiwezi. So tunapoangalia mambo haya kwa undani, tunapata ya kwamba sipo sababu nyingi na nzito zenye umuhimu katika maisha tunayoishi za kutuwezesha kuweza kusema ya kwamba ndoa ni muhimu, na ina sababu muhimu ya kwamba tuweze kuwa na ndoa katika maisha haya, maana ndio
ndio mpango wa Mungu wa kwanza kuweza kuleta katika maisha yetu, na ni mambo ambayo hakika lazima tuweze kuyazingatia, maana mwanamke katika maisha yetu ama mwanaume tunakuja kusaidiana katika maisha tunaishi. Shalom. Na kutafuta mke ama bwana haikuangi ni jambo tu ambalo hakika ni rahisi sana jinsi tunavyoweza kufikiria, maana lazima ukuwe somber enough wakati ambapo hakika unataka kuweza kuanzisha maisha ya familia. Na hapo watu wengi sana wamedanganywa na hisia, wakaweza kuchagua kulingana na hisia zao, na lazima uweze kukumbuka ya kwamba hisia zinafika mahali zinaisha. Kuna kitu ambacho ningependa tuweze kujitayarisha, maana naenda kutaja kitu ambacho hakika unaweza kufikiria kwamba ni kitu ambacho au kuweza kuexpect niweze kukitaja katika maisha haya ya ndoa, ya kwamba tunapozidi kuwa tunatafuta weza katika maisha haya ya ndoa, lazima tuweze kuzingatia hakika mambo ambayo ni tofauti sana katika na yale ambayo tunafikiria, ambayo ndio hakika tunapaswa kupea kipaumbele. Na mambo haya hakika ni kitu kama tunapozidi kutafuta, tusije tukapata kuongozwa na hisia sana na tukakosa soberness katika make decision. Lazima tuweze kuwa sober enough, na ni lazima tuweze kuangalia kitu inaitwa compatibility. Lazima pia ni ya muhimu sana katika maisha haya, maana baada ya kile ambacho unachoita upendo, kumbuka ya kwamba upendo hautoshi. Love is not enough kuweza kuwaweka pamoja katika mpaka hata maisha ya uzeeni, maana kile ambacho pengine unaweza kuwa unamaanisha ukisema ni upendo, hakika zinaweza kuwa ni feelings ambazo hakika zinaweza kupelekea kwamba wakati ambapo mnakumbatiana hivi unasikia ya kwamba ni kama hamtawahi achana, hamtawahi kosana katika maisha yenu ya katika ndoa. Haya yote ambayo hakika unaweza fikiria ama unaweza ona ya kwamba hakika mtaishi vile, hakika kidogo inaweza kuwa ina upungufu fulani katika vile ambavyo unavyoweza kuiona. Na ndio sababu tunasema ya kwamba love is not enough kuweza kumaintain hakika ule kuishi pamoja katika maisha, hata mkiwa katika maisha ya uzeeni. Kumbuka ya kwamba lazima tuweze kujua ya kwamba hakika misingi ndiyo inadetermine kama hiyo ndoa itaweza kulast ama itaweza kukatika hapa katikati. Kumbuka ya kwamba ndoa nyingi ambazo tunazoziona siku ya leo ambazo zimevunjika, changamoto kubwa zaidi ni ya watu ambao hakika waliweza kuoa kama wangalii foundation zao zilikuwa mambo ambayo hakika hayangeweza kuwafanya kuweza kustahimili hata mawimbi ya ndoa ama mawimbi ya familia katika ndoa. So walijenga mahusiano yao katika misingi yao katika changarawe. Ni kama mtu aliyejenga nyumba yake juu ya changarawe, na wakati ambapo mvua ilikuja ama wakati mawimbi yalikuja na upepo ukafuma, maandiko yanasema ya kwamba kuanguka ama sauti kuanguka kwa nyumba ile kulikuwa kwa kishindo. Lakini kunaye mtu ambaye alikuwa mwerefu. Huyo mtu ambaye aliangalia akaona ya kwamba badala niende nijenge pale katika mto, wacha nitafute mahali ambapo hakika ni juu ya mawe ama juu ya jiwe, ambapo mahali ambapo hakika hata upepo unapofuma, hata kukija misukosuko, nyumba yangu itaweza kustahimili mawimbi yale na itaremain ikiwa imesimama. Kumbuka ya kwamba ndoa ni kama nyumba tunayojenga, kama wale watu ambao walijenga wao wawili, mmoja ambaye alikuwa akili yake hakuwa na akili dhabiti ambayo hakika alionelea tu ajenge mahali popote. Kumbuka ya kwamba wakati ambapo nyumba yake ilianza kuanguka, ilianguka kwa kishindo. Kama utajenga familia yako ama mahusiano yako katika misingi sio dhabiti, kumbuka ya kwamba kuanguka kwake kutakuwa ni kwa kishindo sana. Lakini mtu ambaye amezingatia ujenzi wake wa familia
katika jiwe ambalo ni la pembeni ambalo ni Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba unapomwinvolve Mungu katika maisha ya familia ama katika ndoa, atakusaidia kuweza kustahimili mawimbi ya ndoa ama mawimbi ya familia, maana kila ndoa ina mawimbi itakayokuja kuweza kutest udhabiti wa nyumba ile ama udhabiti wa familia ile. Kila nyumba ama kila ndoa kuweza kuwa vested na changamoto kadha wa kadha, kuweza kutest kama mtaishi pamoja ama kama ndoa yenu itadumu. Na haya ni mambo ambayo lazima uweze kuyajua hata kabla hujaingia, uweze kujiprepare ni vipi utakavyopambana nayo, maana lazima yatakuja katika maisha yako, lazima utapatana nayo, hautakosa kupatana na mambo haya. Lazima ujiprepare mwenyewe uweze kujua ni vipi utakavyoyaandu yatakavyokuja katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba don't take this for granted. Jua ya kwamba kuna umuhimu sana katika kuangalia mambo yale, maana kitakachowafanya muweze kundumu katika ndoa yenu ama katika mahusiano mtakapozeeka si upendo mlikuwa mnasema, ni kitu ambacho hakika ni zaidi ya upendo ule, na ambacho ni kuelewana zaidi. Kuna kitu ambacho kinaitwa knowledge and understanding, kumwelewa mwenzako ni nini anachopenda na vile anavyo behave na ni vipi utakavyoishi na yeye. Ni kitu ya muhimu sana na ya dhamana katika kuiangalia wakati unapochagua mke ama mwenza wako katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba kitu kingine ambacho unapaswa kujua ni kwamba kuweza kuwa na understanding ama kuweza kuwa na knowledge, ni kitu gani hiki ambacho kinaitwa ndoa unachokifanya. So mambo haya lazima utakiwa kuweza kuyaelewa na unjue ya kwamba kuna sababu ingine ambayo ni muhimu zaidi katika maisha na inayotuonyesha kwa nini watu wanapaswa kuoa ama kuolewa. So sababu ya Mungu kuweza kufanya mambo haya ilikuwa ni sababu ya kwamba aweze kupata offsprings ambazo zitakazoendeleza kazi yake hapa duniani. So Mungu anapokutizama anaona ya kwamba lazima kuwa kizazi kitakachoendeleza kazi aliyokuwa ameianzisha kuifanya. So lazima anatafuta godly offsprings ambazo zitakazoendeleza kizazi ili kuweza finally kuweza kuleta more souls to the kingdom. Maana wakati Mungu alipokuwa anaomba aliangalia sana mbele, alikuwa na maono ambayo ilikuwa ya mbele zaidi. Aliangalia kwamba watu watakao kuja na watakao komboa kupitia Yesu Kristo watakuja kuendeleza kizazi hiki cha ufalme katika hapa duniani. So lazima tuweze kuelewa haya mambo zaidi na tuweze kujua ya kwamba yana umuhimu sana katika maisha haya. Huenda pengine umeamua hautaolewa. Siwezi nikakwambia usioe, maana siwezi nikakwambia kwamba usioe, lakini usije ukasema ya kwamba wewe mwenyewe unajiweza ukakosa kujiweza. Nikakuona ukilandalanda, ukitongozwa ama ukinyang'anyana waume za wenyewe ama wake za wenyewe. Hiyo haimaanishi ya kwamba unajiweza. Inamaanisha ya kwamba bado kuna kitu inakunanganya ya kwamba hutaki kuolewa ama kuoa, lakini bado unaonekana bado kama wewe ni mwanadada, bado tunakuona unazaa. Ina maana ya kwamba hujiwezi. So ina maana ya kwamba bado uko na hisia za mwili na bado zinakupeleka mbio. Kwa nini usiolewe ama ukaoa kama unajua ya kwamba mwili wako unawaka moto na unajua ya kwamba hakika maandiko yanasema ya kwamba abadhali kuoa kuliko kuwaka moto. So hakuna haja uweze kujidanganya ya kwamba marriage ni scam na ya kwamba haina maana kuweza kuoa ama kuolewa na uweze kuwaka moto hapa duniani. Haitakusaidia, maana utakuwa unafufisha miaka yako ya kuishi hapa duniani. Kumbuka wale ambao wanatanga sana hapa duniani, maisha yao ni mafupi sana ya kuishi hapa duniani, maana utaingia katika mtego wa kuweza kuharibika na kuweza kufuata mambo yasiyofaa katika maisha haya, na utaweza jipata ya kwamba umeishi maisha mafupi sana yenye kuregret, maana ulikosa kufanya uamuzi wa busara wa kuweza kujikita katika ndoa, maisha ya ndoa na uishi miaka mingi. Asante. Shalom.